Kwa mara nyingi watu wanashindwa kusema ule ukweli, wanafikia mahali wanasema uongo kwa sababu ya hofu, kuogopa adhabu au kupoteza kitu. Anaogopa adhabu. Sasa mimi hapa nikisema kweli hapa, yawezekana nikaadhibiwa. Haleluya. Amen. Lakini sababu nyingine ni tamaa, kutaka faida ya haraka au ya muda mfupi. Wakati mwingine wengine wananunuliwa kabisa, ni mashahidi, ananunuliwa kabisa ili kusudi aende akaseme, akathibitishe uongo. Ya tatu ni kiburi, kutaka kuonekana bora kuliko ulivyo. Yaani mtu anadiriki kusema uongo ili aonekane yeye ni bora. Hapana, wewe lazima ubakie vile vile kama jinsi ulivyo. Haleluya. Hata kama watu wakakuangaliaje, lakini sema kweli yako, full stop. Amen. Hapo ndipo ambapo utakaweza kumwona Mungu akikutetea. Usisimamishwe mahali popote pale, alafu eti waanze sasa ujue hapa, unajua ukisema hivi utafanywa hivi. Ukisema hakuna, wewe simama tu katika kweli yako. Hata kama wakakusanyika, mama huyu akanipa ushuhuda, akaniambia kwamba walipokuwa wamekusanyika ili kusudi sasa waweze kumbadilisha katika imani yake, akasema hapana, pamoja na kwamba mimi ni mgeni mahali hapa, la mimi nakwambia hivi, shetani ana mbinu nyingi sana za kukutoa kwenye imani uliyokuwa nayo. Shetani ana mbinu nyingi sana za kukutoa kwenye imani. Namkumbuka mke wangu alipokuwa ameitwa kwenye kikao, mtoto wa shehe mkubwa ameitwa kwenye kikao aseme, kuanzia leo tunakukataa sisi wote hapa, sisi kwamba wewe sio ndugu yetu. Akasema hivi, mimi bado siwezi nikabadilisha jina la baba yangu. Siwezi nikabadilisha baba yangu. Baba yangu ataendelea kuwa baba yangu, mama yangu ataendelea kuwa mama yangu, wadogo zangu wataendelea kuwa wadogo zangu, ndugu zangu wataendelea kuwa ndugu zangu. Lakini mimi habari ya kumwacha huyu Yesu. Akamwambia, si ungeenda kwenye dini fulani, sitaja dini za watu, ungeenda basi hata kule. Yaani walifikia mahali wakasema, si ungeenda basi kwenye dini fulani, lakini sio habari za wokovu. Wapendwa, habari ya wokovu inachukiwa kwa sababu anajua kwamba kwenye dunia utakuwepo. Bwana Yesu asifiwe. Mimi ndio ninakwambia, wengi sana wamekuwa wakiacha imani kwa sababu ya hofu. Amen. Watanitenga. Amen. Baba yako ataendelea kuwa baba yako. Amen. Mama yako ataendelea kuwa mama yako. Sijui ndugu zako ataendelea kuwa ndugu zako, lakini katika masuala ya imani, wewe kama wewe ndio utakayesimama siku hiyo ya hukumu. Wewe peke yako ndio utakayesimama. Hii habari ya kuogopa kwamba sasa mimi sijui watanionaje, kutaka kukubalika. Mtu anafikia mahali anasema uongo. Wapendwa, mimi nimeshawahi kuona wakati mwingine hata viongozi wa kisiasa, mtu kwa sababu anachokitaka, anataka apate kura, anafikia mahali anazungumza vitu, wewe ambaye mwenye uwezo wa kutafakari na kujua, unajua kabisa hili haliwezekani, lakini mtu anafikia mahali ambapo ni peupe. Kama ni nyeupe, sema hii ni nyeupe. Haleluya. Amen. Lakini mtu kwa sababu anataka kura, anafikia mahali anawaambia watu uongo, kitu ambacho hakiwezekaniki. Haleluya. Ninamkumbuka kiongozi mmoja hivi aliyepita, alikuwa na tabia ya kusema ule ukweli wake, lile linalowezekana. Tena alikuwa na slogan yake, alikuwa anasema nini sijui kweli, kulikuwa kitu fulani hivi anasema, yani jambo ambalo linalowezekana atakwambia hili linawezekana, na jambo lisilowezekana atakwambia kwa sasa mpendwa hili halifanyi nini. Yani kuna vitu vingine, yani tunasema moja kwa moja kwa sasa hili haliwezekani. Kwa nini niseme uongo wakati mimi mwenyewe najua? Kwenye kikao kimoja mzee wangu akaniuliza, akaniambia, mbona baba hatuanzi hapa kujenga jengo hapa la kudumu hapa? Mimi ninajua uwezo wetu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Siwezi nikaja nikayatamka maneno ambayo unajua kesho na kesho kutwa wataniambia, kwani baba si alisema siku hii? Nisije nikaja nikafungwa kwa maneno yangu, ila naangalia linalowezekana, ili nasema linawezekana. Lisilowezekana nitasema kwa sasa hili haliwezekani. Ninajua litawezekana, lakini sio kwa wakati huu. Haleluya. Ndivyo tunavyotakiwa kuambiana, black and white. Kama ni nyeupe, sema nyeupe. Kama ni nyeusi, sema ukweli unauma. Na ndio maana wanasema hivi, Mungu nisaidie. Haleluya. Ndio maana unaambiwa useme Mungu nisaidie, kwa sababu unajua kwamba utakapowaambia watu kweli, kweli inauma.
Nilishawahi kuwauliza hapa, nikamwambia unaonaje mtu akikwambia ule ukweli? Kweli unaumiza, lakini ukweli ndio unaokuponya. Ukitaka kuiona mbingu lazima usimame katika kweli. Ninarudia, ukitaka kuiona mbingu lazima uwafanye nini? Lazima uifuate kweli. Lakini sio wakati huo huo dunia unaitaka, wakati huo huo mbingu unaitaka. Kakuambia nani? Lazima uchague moja. Haleluya! Lazima uwaambie na wenzako kwamba chagua moja. Kama unaitaka mbingu, lazima pia mambo ya dunia hii uachane nayo. Huwezi wakati huo huo unatamani mambo ya dunia hii na wakati huo huo unataka ya Mungu, haviwezekaniki. Huwezi ukawa unakunywa maji huku unapiga mluzi. Sijui mtaalamu huyo labda aje siku hii leo nionyeshe hapa. Wakati huo unakunywa maji alafu unapiga mluzi. Kitu ambacho hakiwezekani. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Chanzo cha ndani kabisa cha uongo kiroho ni uasi. Kama unaandika andika kabisa. Chanzo kikubwa kabisa cha uongo jamani ni uasi dhidi ya Mungu. Kujitetea. Haleluya. Utaona mtu anajifanya anajitetea, anajifanya, lakini kwa sababu gani? Tayari roho yake ilishamwasi Mungu. Usikubali katika maisha yako litokee jambo lolote lile katika maisha yako ukamwasi Mungu. Yeye anahangaika, anapeleka huko mwenzake anafanya. Mwenzake anapiga hela. Matokeo yake amestaafu, ameenda kule, anafika kule, kila chochote kilichokuwepo pale, baba hiki sio chako. Yote yaliyoandikwa pale ni mali ya nani? Ni mali ya yule mwanamke wa kustaafu. Ndio uendane na mimi kweli? Lakini je, kilichomsababisha ni nini? Alikuwa anadanganya, anasema uongo ili ajipatie manufaa katika kipindi chake kile, lakini mwisho wa siku kilichojitokeza, kumbe huko anaiba, akifikiri kwamba kule anawekeza, kumbe ndio anapeleka kwenye mfuko mwingine. Sio mfuko wake, anapeleka kwenye mfuko mwingine. Mwisho wa siku amefika pale, hamna kitu. Hatutaji kutaja majina ya watu, lakini yametokea. Kwa hiyo uongo, ukisema uongo, kuna siku inakuja. Haleluya. Anania na Safira walidiriki kusema uongo kule, wanadanganyana. Wewe mjinga wewe. Hivyo wewe kwa taarifa yako unafikiri kwamba Mungu anadanganya? Wewe unakaa unatengeneza mauongo, unafikiri kwamba Mungu hayupo mahali pale. Chochote unachokifanya pale, mpendwa, nikwambie Mungu yuko na Mungu anakuona na Mungu anachunguza kila lolote unalolifanya pale. Mwisho wa siku kuna gharama kubwa sana ambayo utakayokuja kuiona baadaye. Walikufa. Maana waliambia huwezi ukamdanganya nani? Huwezi ukamdanganya Mungu. Nilipokuwa mali yenu kule si bilikuwa vyenu. Sasa kwa nini mmeuza alafu matokeo yake mnakuja kudanganya? Mmeuza mkasema hizi yote tunapeleka. Baada ya hapo tamaa ikawajia. Wakaanza kuficha. Mpendwa, na kuambia hivi, huo ni utoto mkubwa sana katika imani. Usikubali katika maisha yako kitu kinachoitwa uongo kipite katika mdomo wako. Hata kama inauma, hata kama ukisema kweli utaumizwa, potelea kwa mbali. Lakini usimkose Mungu. Haleluya. Kwa hiyo kiroho ni uasi dhidi ya Mungu. Lakini kimaadili ni kukosa hofu ya Mungu. Kimaadili ni kukosa hofu ya Mungu. Lakini katika saikolojia nimesema kwamba katika saikolojia inamsababisha mtu anakuwa na hofu, anakuwa na tamaa, anakuwa na kiburi. Lakini kijamii ni mazoea na mazingira. Haleluya. Kuna maisha mengine mnayoyaona ni kutokana na na mazingira. Unaanza kumtengenezea tokea akiwa mtoto, anaanza kutengenezewa mazingira tokea akiwa mtoto. Kuna mambo mengine jamani, Kuna wenzetu wana tabia, mtoto anamuuliza kabisa promise. Maana yake nini? Kwamba utakachompromise kiwe hicho. Mnayo habari? Kwamba anaanza kujengewa ile tabia, kwamba ahadi unayosema iwe ni kweli utatenda. Lakini Waswahili wanaanza tokea
Wenzangu na mimi wanaanza kuwatengenezea watoto uongo tokea wakiwa wadogo. Katoto kadogo nisubiri hapa, nikirudi nitakuletea gari, nitakuletea hapa ndege nini. Wewe una uwezo kununua ndege? Wewe mwenyewe unatembea wambaru. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Unaanza kumtengenezea uongo tokea akiwa mtoto, anaanza kuzoea haya mambo, ni mambo ya kawaida. Wewe mwenyewe unatembea basikeli ya mfundisho. Haleluya. Alafu unakuja kumwahidi mtoto wa watu, nitakuletea bajaji. Si unapenda bajaji? Basi nikirudi nitakuletea bajaji, tulia hapa, ucheze na wenzako hapa, usiende mbali. Nitakuletea ndege kama ile ya Magufuli ile. Wewe kwa wakati ule unatengeneza mazingira, afu na mtoto yule naye atachukua yale. Naye anaanza hivyo. Ndio haya yanayokuja mpaka wakati mwingine yanakuja yanasoma, matabia yale bado nimesema ni sehemu ya maisha. Matabia yale yanakuwepo kwenye mitihani huko, majitu maongo, yanaiba mitihani, yanafanya hivyo, kwa sababu ni vitu ambavyo haya mambo yanaanza tokea chini. Nimesema kwamba haya mambo yanaanza kutokea chini. Usiyadharau haya mambo. Kwenye ndoa huku inasababisha madhara. Nimesema Abrahamu yule alisema uongo, ukisoma katika Mwanzo ile 12:10 hadi 20. Ukisoma katika ile Mwanzo sura ile ya 12. Akashuka Misri akae huko kwa muda, maana njaa ilikuwa nzito katika nchi. Ikawa alipokuwa karibu kuingia Misri, akamwambia Sarai mkewe, tazama, najua ya kuwa huyu mwanamke mzuri wa uso. Basi wewe huyu ndugu yangu, iwe heri kwangu kwa ajili yako, na nafsi yangu iishi kwa ajili yako. Basi ikawa Abrahamu alipofika Misri, Wamisri wakamwona huyo mwanamke ya kwamba yeye ni mzuri sana. Kwa kuwa Farao akamwona, nao akamsifu kwa Farao. Basi yule mwanamke akachukuliwa nyumbani mwa Farao, naye akamtendea Abrahamu mema kwa ajili yake. Naye alikuwa na kondoo na ng'ombe na punda waume na watumwa na wajakazi na punda wake na ngamia. Lakini Bwana, mke wangu, basi sasa huyo mke wako mchukue uende zako. Farao akawaagiza watu kwa ajili yake, wakampeleka njiani na mkewe na kila alichokuwa nacho. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikiwaambia huyu ni mke wangu mimi, watafikia mahali inawezekana hata kuniua. Kwa ajili ya wamchukue huyu. Sasa dawa ifanyikaje? Wakamwambia kwamba sasa wewe tukifika kule useme mimi nani? Mimi wewe dada yangu. Akasema uongo, lakini ukumbuke ya kwamba uongo lazima ujitenge kwenye kweli. Haleluya. Kwa sababu alikuwa sio, kwani ilikuwa ni kweli kwamba yule alikuwa dada? Ndio madhara yale yaliyoenda kujitokeza baadaye. Haleluya. Ukitaenda kusoma wewe mwenyewe nyumbani kwako, hiyo Mwanzo ya 37 utaenda kuisoma kisa hicho cha Yusufu. Lakini pia kwenye habari za kazi, mnamkumbuka mtu mmoja anaitwa Gehazi, mtumishi kwa nabii wa Elisha, sio? Ukienda kusoma ile Wafalme wa Pili sura ile ya 5 utaenda kuona ni nini kilichojitokeza kwa sababu ya uongo. Lakini kijamii, swala lingine la kijamii ukiangalia katika Waamuzi sura ile ya 21 mstari ule wa 25. Kama unaweza kusoma hapo usome sasa, lakini katika kuandika naomba hili swala nimelichambua pia hata kisiasa. Wafalme sura ya kwanza mstari na sura ya Wafalme wa kwanza sura ya 22. Waamuzi 21. Imeandikwa. Siku hizo hapakuwa na mfalme katika Israeli. Kila mtu alifanya yaliyokuwa ni mema machoni pake mwenyewe. Ndio. Kwa karibu na Mungu ili kusudi usiache mahusiano yako na Mungu. Mahali pa kusema hapana ni hapana. Usidiriki kusema uongo katika maisha yako. Uongo ndio unaosababisha mauaji. Uongo haya ndio unasababisha wakati mwingine watu kukosa haki. Uongo haya ndio unasababisha wakati mwingine kukosekana kwa amani. Nimesema kuanzia katika ndoa nyingi zinakosa amani kwa sababu gani? Kwa sababu ya kutokuwa wa kweli. Lakini vueni uongo, mkaseme kweli kila mmoja na mwenzake.
Kwa hiyo kila mmoja, iwe ni ofisini, sema ukweli. Haleluya. Iwe ni kwenye huduma, sema ukweli. Wakati mwingine mimi nawaambia mpaka hata kwenye huduma hizi anatufundisha, nasema hivi kwamba vueni uongo, mkaseme kweli kila mmoja na mwenzake. Kila mahali utakapokuwepo, simama katika kweli, usiogope. Achana na habari ya hofu. Ukisimama katika kweli, yuko mtetezi. Mungu peke yake ndiye atakayekutetea. Haleluya. Ukisimama katika kweli,